Sina shida, ila ni mwanamume mpumbavu ambaye huwezi kuhudumia mwanamke hata nguo. Unapooa mwanamke, mimi ni Muislamu. Unapooa mwanamke unaulizwa unaweza kumlisha, unaweza ukamvisha na unaweza ukamlaza sehemu salama. Hivi vitu vitatu unaulizwa. Una uwezo wa kumlisha, una uwezo wa kumvisha, una uwezo wa kumlaza sehemu salama. Unaposema ndio, maana unatakiwa utekeleze wajibu wako. Mwanaume mpumbavu unashindwa kumnunulia nguo hata moja. Zailisa amekaa kwake kwa muda gani? Wewe una uhakika? Zailisa kasema pale. Wewe kazalisha sema si angalia upande wake. Sasa si mwanamke kasema. Sasa mwanamke kama kasema, yeye atuonyeshe nguo alomnunulia, kwa sababu mwanamke kaeka wazi, kataja nguo alizokuwa anavaa, na kweli kazitaja mpaka kampuni nguo zilikuwa zinamvalisha, kuwa alikuwa anapewa bure, kazi yake kuwa tag na kuwa mention. Maana wale wanafanya biashara. Yeye hajawahi kugaramia nguo hata moja. Alafu alipokuwa ngoja kabisa. Huyo mzungu alipokuwa mpumbavu anamshika hivi, anaingia kwenye hafla kubwa, kwenye harusi kama ya Hamisa, alimshika mkononi, kumbe nguo hajagaramia yeye. Ni mwanamume mjinga anayefanya kitu kama hicho. Ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria, mwandishi, kujitoka hadharani kumshika mwanamke wako na kujimwambafai, kumbe humgaramii wewe. Ni kosa. Ni kosa kisheria mwanaume kusimama nje ya hadhara ya watu, kuanza kujinasibu na kusema kuwa wewe unamsifu mwanamke wako wakati mwanamke wako hujui hata underwear anaovaa ni bei gani. Ni kosa kisheria kusimama na mwanamke kumpeleka kuishi kwenye nyumba ambayo kodi ulipi wewe analipa mwanaume mwezio. Mwanaume gani? Ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria mwanamke kutoka kutafuta endorsement za nguo ili aweze kujistiri kimavazi. Dini yetu inasema unamuoa mwanamke huo utekeleze vitu vitatu kwa mwanamke: kumvisha, kumlisha na kumlaza sehemu salama. Sasa wewe mjia kuona ushahidi gani kama anamtambua nyumba na mwanaume mwingine? Na Zailisa kasema kwamba uliwahi kugaramia, nionyeshe hata hela yako moja nguo ulizonunua. Okay, mjia mimi sasa wewe utamsikiza kama unataka nimsikize mwanamke ambaye alikuwa analala na mwanaume, unataka nisikize wewe. Unanifundisha nini wewe kwa huyu mwanaume? Ngoja, unanifundisha nini wewe nisimwamini mwanamke ambaye ninachosema mimi? Mwanamke ambaye analala na mwanaume wa mnyama amenambia sijawahi kununuliwa nguo na kaeka kila mtu kaona. Wewe ngoja nimalize. Wewe unasimama kwa jazba, unasema unaoki gani? Wewe mwanaume unasema kwa yule ananunua nguo. Unanipa picha gani nijue kati yako wewe na mzungu nini kinaendelea katikati? Unanifundisha nini Ali? Nijue kitu gani wewe? Umekamilika kweli? Maana unanishangaza kwa sababu mwanamke ambaye anavua nguo anasema sijawahi kununuliwa nguo na mzungu. Wewe unasema hapana, mzungu kanunua nguo. Unaona inawezekana? Inawezekana. Ukiwa huna hela, ukiwa maskini inawezekana. Mimi katika kitu kimeniuma, maana hutaki kujilazimisha kuoa. Dada iko vizuri bwana Mujia. Katika nini? Katika pesa. Katika nini? Pesa. Katika pesa. Lakini hata madili wakati anapata, kapata kupitia nani? Sawa. Mnasema katika pesa. Yupo katika pesa. Pesa ni vitendo. Pesa inaonekana kwa vitendo. Yaani ukisema wewe upo vizuri kwenye pesa, tunaangalia vitendo vyako. Unaishi wapi? Nyumba unaokaa unalipa kodi. Tafuteni Zailisa waambie. Kodi analipa mtu, tena Mwarabu. Unamchukua mke wako, unabeba familia, unabeba ndugu na jamaa, unawaeka pap, kodi analipa mwanaume mwezio. Mwanamke ataka kwenye nyumba? Hawezi kukaa. Hakuna mwanamke anaweza kubali kukaa kwenye nyumba. Anamfanyia kazi. Hapana, tena ni kosa kisheria. Yaani mwanaume unaoa eti kwa sababu mimi balozi wa Silent Ocean na Kilimanjaro Stakago nimwambie Salah nilipie kodi kwenye nyumba. Mwanamke wangu atanifikiriaje? Yaani mwanamke wangu atanifikiriaje mimi? Ataniuliza wewe mzima kweli?